Hali. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu mtazamaji unayenifuatilia, ninawasalimu katika jina la Yesu. Basi tutaenda kuomba kisha tutaendelea. Baba, katika jina la Yesu, Mungu uliye hai muweza wa yote, na kushukuru kwa ajili ya muda huu na majira haya, mfalme wa mbingu na nchi. Naomba tena kibali kwako Yesu, kwa watu wanaonisikiliza kuweza kupokea ushuhuda wangu mwenyewe katika maisha yangu. Kama vile tulivyoishia tunaendelea tena. Naomba rehema, naomba toba kwa ajili ya wote wanaotazama. Naomba kibali na neema ya kuelewa na kukifanyia kazi kile ambacho Yesu kinatoka kwako. Nipe neema ya kuongea kile kilichonitokea mimi kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu. Nami Yesu nakusihi sasa watu wakazi kufunguka na kuelewa siri za manabii na siri za wachungaji katika kipindi hiki cha mwisho. Amen. Basi ndugu zangu, ninawakaribisha tena, tunaendelea kama vile tulivyoishia ushuhuda wangu kwamba nilienda Dar es Salaam na nikatoka kwa yule mama. Basi tutasoma kwanza neno la Mungu ambalo liko hapa katika Mathayo 24 mstari ule wa 15. Basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie mlimani, naye aliye juu ya dari asishuke kuvichukua vitu vilivyomo nyumbani mwake, wala aliye shambani asirudi nyuma kuchukua nguo yake. Ole wao wenye mimba na wanyonyeshao siku hizo. Ombeni ili kukimbia kwenu kusio wakati wa baridi, wala siku ya Sabato, kwa kuwa wakati huo kutakuwako ziki kubwa, ambayo hajatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa, wala haitakuwapo kamwe. Na kama siku hizo zisingelifupishwa, asingeokoka mtu yeyote. Lakini kwa ajili ya wateule zitafupishwa siku hizo. Wakati huo mtu akiwaambia, tazama Kristo yupo hapa au yuko kule, msisadiki. Kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Ndugu zangu, neno la Mungu linasema kwamba watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo. Yawezekana watawapoteza